Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor John Alois Bihege, ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God, kanisa lililoko Luchelele, Nganza. Ni kanisa linaloitwa TAG RMCC, which means Revival Mission Christian Center. Na kwa neema ya Mungu nachunga mahali hapo mtaa wa Nganza, kata ya Luchelele. Na kwa neema ya Mungu pia mimi ni katibu wa idara ya maombi jimbo la Mwanza Kusini, na ni mtunza hazina wa section ya Nyamagana Kusini. Hivyo niko hapa kwa habari ya kulisema neno la Mungu. Asubuhi ya leo tunakwenda kujifunza kwa maneno ya Mungu yanayohusu kichwa cha somo, nguvu ya jina la Yesu. Tunasema nguvu ya jina la Yesu ni nguvu ambayo haipatikani sehemu yoyote ile. Ni nguvu ambayo tumeipata pale msalabani kupitia kifo cha Bwana Yesu, kama tulivyoadhimisha mwezi huu wa 4 uliopita kama kumbukumbu ya zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Kwa kifo chake ambapo alijitoa pale msalabani kutufia sisi wanadamu, hatukuwa na alternative ya kupona, hatukuwa na namna ya kwenda mbele za Bwana, na kwa sababu hiyo tulipokea nguvu ambayo hiyo nguvu ina uwezo wa kushinda, ina uwezo wa kuponya, ina uwezo wa kutenda muujiza wa kila aina. Hivyo tutakwenda kuona maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Marko, kitabu cha Marko ile sura 10 na ule mstari, tuanzie mstari wa 47. Biblia inasema, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alipaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Mstari wa 50, akatupa vazi lake, akaluka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Haya ni maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Marko, na maneno haya ukianzia ule mstari wa 45, Biblia inasema habari hizi ni habari za Batimayo. Batimayo huyu alikuwa ni kipofu. Tangu kuzaliwa kwake alikuwa kipofu, alikuwa haoni. Na kwa sababu hiyo alikuwa ni omba, beggars, sawa na wale omba tunaowaona mjini. Yeye huyu hakuwa na matumaini. Yeye huyu aliketi sehemu za njia watu wanakopita. Na kwa sababu hiyo alitamani sana msaada kutoka kwa watu, lakini hakuwa na msaada wote ule. Lakini siku moja Yesu akiwa anapita katika misafara yake ya kuhubiri Injili, Batimayo huyu mwenye umri wa miaka 37, tangu kuzaliwa kwake akiwa kipofu, alisikia kelele watu wakipita, akapaza sauti. Alikumbana na vikwazo vya watu kumnyamazisha. Walihisi wanaibika, maana ni mtu asiyekuwa na maana, asiyekuwa na matumaini, mtu kipofu asiyeona. Kumbuka, unapokuwa kipofu huna muda hata wa kuoga, huna muda hata kufanya usafi, huna muda hata wa kusema unamuona nani. Wewe hufai, huna matumaini katika dunia. Lakini mtu huyu pamoja na unyonge wake aliamua kupaza sauti. Alipopaza sauti, aliita Yesu, Yesu, kwa sauti kubwa. Yesu akasikia. Wakati wanamnyamazisha, kaa kimya, unatudhalilisha wewe, kaa kimya. Na kilikuwa ni kitendo ambacho ni cha ujasiri alichokifanya, kumuita Yesu. Yesu akasikia, mara akasema, ni nani anayeniita? Akashuka moja kwa moja, akamwambia, ni mimi ninayekuita. Akamwambia, mwelezeni nifuate.
Bartimayo akaenda akasema, unataka nikutendee nini? Nataka kuona. Kitendo hicho cha Bartimayo kuwa na ujasiri, Yesu Kristo alimuuliza, una shida gani? Akasema moja kwa moja, shida yangu mimi ni kuona, sio shida nyingine. Kwa sababu hiyo Yesu alisema, imani yako imekuponya, kuanzia sasa upate kuona. Akaona, alirejeshwa furaha yake. Asubuhi ya leo, mtazamaji wangu unayenisikiliza muda huu, nazungumza na wewe. Inawezekana una changamoto ulionayo maishani mwako. Inawezekana una shida nyingine ulionayo maishani mwako. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 12. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Asubuhi ya leo ukimpokea Yesu, miujiza hii bado itambatana na wewe. Yesu Kristo bado ni yeye yule, hajawahi kubadilika. Atakuponya, atakufungua. Kama vile Bartimayo kipofu mwenye umri uliokuwa wa utu uzima, miaka 37, alikuwa hana uwezo, hana neema ya kuona, hakujua kinachoendelea duniani, hakujua watu wazuri ni kina nani, hakujua rangi za watu, hakujua majumba mazuri, hakujua mito, hakujua maji yanafananaje, maziwa yanafananaje, bahari zinafananaje. Lakini hiyo siku alirejeshewa furaha yake, alirejeshewa neema yake ya kuona. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, jioni ya leo, nazungumza na wewe unayenisikiliza. Mungu anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wake. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 mstari wa 12, Biblia inasema, wala hapana jina jingine tuliopewa lipasalo kuabudiwa kwalo, jina hili la Yesu, jina linaloweza, jina lilotupa ushindi kupitia kifo chake cha msalaba. Tumepata neema tena kurejeshewa afya njema, kufunguliwa magonjwa yanayokuandama wewe uliye mgonjwa, uliye kiwete. Hebu likubali jina hili la Yesu. Asubuhi ya leo nafundisha somo ya kwamba nguvu ya jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu linatupa kuwa hai tena, linatupa kuwa washindi juu ya dhambi, juu ya magonjwa yanayotutesa, juu ya wachawi, juu ya waganga wa kienyeji. Kumbuka, waganga wa kienyeji hawana lolote lile, wameidanganya dunia. Wanaagua kwa kutumia majini, kwa kutumia mapepo. Hili jina ni jina la Yesu. Biblia inasema tumepewa bure, tutoe bure. Asubuhi ya leo nazungumza na wewe unayenitazama. Mungu ameniita siku hizi za mwisho kwa habari ya kuhubiri injili ambayo ni kweli. Na injili hii sikudai hela hata shilingi moja. Biblia inasema katika Mathayo 10 mstari wa 8, tumepewa bure, tutoe bure. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu. Mmepewa bure, toeni bure. Asubuhi ya leo inawezekana upo. Inawezekana unanisikiliza, umeteseka miaka mingi, umeteseka na magonjwa ya kila aina. Inawezekana ni ukimwi, inawezekana ni kansa, inawezekana ni HIV, inawezekana umeparalyze kwa muda wa kutosha, inawezekana unasumbuliwa na wachawi usiku wa manane hulali, unapigwa fimbo, unateseka. Yesu Kristo Mnazareti ni yeye yule jana na leo na hata milele, hajawahi badilika. Asubuhi ya leo atafungua maisha yako, atakuponya na utakuwa huru katika jina la Yesu. Nimemwona Mungu akiinua viwete. Nimemwona Bwana akiponya waliokuwa hawawezi, wagonjwa wa kila aina, walioparalyze Bwana aliwafungua, Bwana amewaponya. Waliokuwa na vimbe mbalimbali, uvimbe wa kila aina kwenye vizazi, Bwana amewafungua. Ninapozungumza na wewe mahali ulipo, Mungu anakuona jinsi ulivyoteseka. Ni awamu yako sasa, ni zamu yako sasa kuweza kufunguliwa, kuweza kupata neema hii. Zaidi ya yote na kukabidhi mikononi mwa Bwana, nikiomba neema yako ikufunike, nikiomba uwepo wako Yesu Kristo ushuke, uingie ndani ya mtu huyo anayeteseka. Inawezekana upo, inawezekana upo. Nachunga kanisa zuri, kanisa lila TAG ni kanisa ambalo linaamini pasipo visaidizi. Tunaposema visaidizi ni habari za maji, habari za mafuta,
habari za chumvi, habari za udongo kutoka Israeli. Tunaliamini jina la Yesu. Unapoliamini jina hili, neema ya Kristo inakuwa na wewe. Kupitia jina hili tunapolitamka, mapepo yatasarenda, mapepo yatatoka, wachawi wanashindwa, waganga kienyeji watashindwa kukusumbua. Usiamini jina jingine, liamini jina la Yesu litupalo uzima, lililotupa ukombozi pindi tunakombolewa pale msalabani. Hatukuwa na namna baada ya kuwa Adam na Hawa wametenda uovu, wamemkosea Mungu. Hatukuwa na sababu yoyote ya kwenda mbele za Bwana. Tuliwekwa mbele za Bwana na kuhani mkuu aliyeingia mara moja kwa mwaka. Kuhani huyo aliingia akiwa ametoa dhabihu ya damu, na damu hiyo ilitukomboa, ilimkomboa mtu yule aliyepelekwa mahali pale kwenye hema lile. Asubuhi ya leo nazungumza na wewe. Siku ya leo hauhitaji tena kupelekwa na mtu mwingine. Unahitaji uende msalabani, unahitaji uende mbele za Bwana peke yako. Yesu hana upendeleo, hana rangi, hachagui kabila, hachagui sura ya mtu, hachagui ni mnene ni mfupi, hachagui ni mrefu, hachagui ni mtu aina gani, hachagui ni maskini ni tajiri. Yeye hana upendeleo, anatenda sawasawa na jinsi imani yako inavyoamua, na jinsi imani yako inavyomwamini yeye. Asubuhi ya leo nakushauri umpokee Yesu ili uyaone matendo yake makuu. Inawezekana upo unanisikiliza. Ninaomba ufuatane na mimi nitakapokuongoza hii sala, uweze kufuatana na mimi na utauona uweza wa Mungu katikati ya maisha yako. Twende tukasome kitabu kile cha Wafilipi, ile sura ya 2 na ule mstari kuanzia wa 9. Twende tukasome maneno ya Mungu. Wafilipi ile sura ya 2 kuanzia mstari ule wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Biblia inasema hiki ni kitabu cha Wafilipi, na mwandishi wa kitabu hiki ni Paulo kwa kanisa lile la Filipi. Maneno haya yanadhihirisha, Mtume Paulo amedhihirisha kuwa Yesu kwa kulitangazia kanisa liendelee kumwamini Yesu Kristo, liendelee kumwamini Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwamba kupitia jina hili kila kitu kinawezekana, ya kwamba kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana. Kwa sababu hiyo tunatangaziwa, dunia nzima inatangaziwa ya kwamba hakuna maisha bila Yesu. Tumekirimiwa jina kuu linalopita majina yote. Yako majina ya wafalme mbalimbali, yako majina ya marais mbalimbali, yako majina ya wanafalsafa mbalimbali, kina Plato, kina Aristotle. Yako majina ya wafalme, yako majina ya marais wakubwa, yako majina ya matajiri wakubwa, yako majina ya watu wengi wamepita, lakini hayana uwezo kama jina hili la Yesu Kristo, kama jina hili lenye uwezo wa kutenda miujiza na maajabu. Asubuhi ya leo ninalitangaza jina hili masikioni mwako uweze kulielewa. Jina hili ni jina zuri linalozidi majina yote. Tumekirimiwa jina zuri ambalo ni jina la Yesu. Kupitia jina hili kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Asubuhi ya leo inawezekana umeteseka na magonjwa, unateseka, ndoa yako ina shida nyingi, ndoa yako imeyumba, umeachwa, umesalitiwa, umeachwa na mume wako, umeachwa na mke, watoto wanakutesa, huna kazi, unateseka. Inawezekana maisha yako yamelogwa, yamefungwa na wachawi, yamefungwa na waganga. Yeye ambaye ni mchawi vile vile ni mganga wa kienyeji. Waganga wote wa kienyeji hao ni wachawi. Inawezekana wamekufunga. Usidanganyike, usipewe hirizi. Hivyo vyote ni uchafu tu, havina maana yoyote ile. Likubali jina la Yesu linalozidi majina yote. Jina hili litakusaidia, jina hili litakuweka huru, na utakuwa huru kweli kweli. Twende tukasome pia kitabu kile cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo ile sura, kitabu cha Mathayo ile sura 14 mstari wa 36. Mathayo 14:36.
Mathayo 14 mstari wa 16. Tuone maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Mathayo sura 14 mstari wa 16. Biblia inasema, Biblia inasema katika kitabu kile cha Mathayo 14:36, Mathayo 14:36, Mathayo 14:36. Maneno ya Mungu yanasema, nitasoma kwa jina la Yesu. Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Ukianzia mstari wa 34, Biblia inasema, na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genesareti, na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi. Nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Haya ni maneno ya Mungu katika kitabu hiki cha Mathayo. Ni kitabu kimojawapo ndani ya Injili 4 ambazo tunajifunza ndani ya Agano Jipya, na kitabu hiki kinatueleza hali halisi kwa habari ya Bwana Yesu alipokuwa akipita kando kando ya miji ile, kando kando ya maziwa yale, akihubiri Injili, akifungua watu. Waliwaleta watu waliokuwa hawawezi, wakaomba tu kugusa lile pindo la vazi lake. Walipogusa tu walipokea afya, walipona magonjwa yao. Waliteseka miaka mingi, lakini walipoligusa lile vazi la pindo lake walifunguliwa. Na tunaona pia yule mama aliyetokwa na damu muda wa miaka 12, katikati ya umati alipenyeza, akaligusa vazi la pindo lake, nguvu ikamtoka Bwana Yesu. Tunapozungumza somo hili la nguvu ya jina la Yesu Kristo, ni somo zuri sana. Jina hili lina nguvu kupita majina yote duniani. Jina hili limetukomboa, limetutoa katika maangamivu ya kila aina. Asubuhi ya leo nazungumza na wewe binti, inawezekana maisha yako hayaeleweki, umejiuza vya kutosha, huna namna ya kuishi, unafikiria kwamba ukijiuza ndipo utaishi. Umefanya ushoga, umeyageuza maumbile yako kuwa mabaya, unafanya ushoga na usagaji, unafanya kinyume na jinsi Mungu alivyokuumba. Wewe unajiuza mida ya usiku kwenye mabaa, kwenye makumbi ya starehe. Nataka nikwambie, unatengeneza hukumu, unauza hatima yako kwa vitu ambavyo ni vya kipumbavu. Mimi napenda nikueleze, achana na tabia mbaya. Umekosa amani maishani mwako kwa kufanya mambo yasiyopendeza. Yesu Kristo yuko hapa akusaidie. Asubuhi ya leo inawezekana wewe ni jambazi. Nazungumza na wewe uliyekata tamaa, unayevunja miji ya watu, wewe unayeteka watu usiku na kuiba fedha zao na kuwaua kwa silaha mbalimbali, kwa vyuma mbalimbali. Nataka nikwambie, iko hukumu. Huyu Yesu tunayemtaja ndiye atakayeshuka kuhukumu ulimwengu, ndiye atakayekuwa kiongozi wa kuhukumu. Huyu ndiye Mungu tunayemzungumza, yeye aliyeshinda kifo na mauti. Kumbuka hata kifo chake kilikuwa cha aibu, ili atukomboe, ili akukomboe wewe unayeteswa na mapepo, wewe unayeteswa na ujambazi, wewe unayeteswa na kujiuza, ili aweze kukusaidia. Nataka nikwambie, hakuna mbingu ya wachawi, hakuna mbingu ya majambazi, hakuna mbingu ya wazinzi, hakuna mbingu ya watu wanaofanya washarati, hakuna mbingu ya watu wanaoabudu sanamu. Nataka nikwambie, hebu likimbilie jina la Yesu. Jina hili linazidi majina yote, naye Bwana atakusaidia, atayaokoa maisha yako. Inawezekana upo. Yesu anasema katika Mathayo ile 11:28, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, mtapumzishwa kwa Yesu. Yeye anakuita, anatamani asubuhi ya leo uweze kuja kwake, uweze kulipokea jina hili. Yeye aliubeba msalaba, aliyabeba masumbufu yako yote, alibeba unyonge wako. Inawezekana unateseka na roho ya umaskini
Kumbuka inawezekana umefungwa na mizimu ya ukoo wako, mizimu ya kifamilia, mizimu ya watu imekufunga. Yesu Kristo anasema njoo kwake akutue mizigo hiyo, akutue masumbufu hayo. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana hulali usiku, inawezekana wakati wenzako wanalala wewe ndio mchana unateseka, unahangaika. Yesu Kristo ni jana na leo na hata milele. Aliyoyatenda kipindi kile alipokuwa akifanya kazi, akisafiri huko na huko, akivuka kando kando ya ziwa, akivuka, yeye aliyeukemea upepo ndani ya chombo yuko tayari kukemea magonjwa yako, yuko tayari kukurejeshea afya yako. Asubuhi ya leo nazungumza na wewe mama, nazungumza na wewe baba, nazungumza na wewe binti, nazungumza na wewe kijana, nazungumza na wewe uliyeachika, nazungumza na wewe unayehangaika. Yako matumaini, iko neema kwa Yesu Kristo, iko neema nyingine kwa Yesu Kristo. Yeye anasema tumekirimiwa jina lipitalo majina yote, na kupitia jina hilo kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Hakuna Mungu mwingine anayetupenda. Ametuletea Yesu Kristo kupitia jina hilo tuweze kukombolewa. Asubuhi ya leo naomba niombe na wewe. Kama upo Yesu Kristo anakuuliza, je, uko tayari kumpokea? Je, uko tayari kumwamini? Je, uko tayari kumpa maisha? Hakuna baraka inayokuja tofauti na kumwamini Bwana Yesu. Ukianza biashara, ukianza mafanikio bila jina la Yesu, umeanza na sifuri kuelekea kwenye mamilioni, umeanza na sifuri kuelekea kwenye mabilioni. Ila unapolipokea jina la Yesu umekuwa na maisha. Katika Mathayo 6:33 inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mengine yote mtazidishiwa. Other things shall be added. Unapoanza na Bwana Yesu, mambo mengine yanafuata. Utajiri utafuata, kwa sababu utaanza utajiri bila Bwana Yesu. Ziko roho za chuma ulete, wako wachawi wanaovuta, utafirisika tu, utalogwa, utapata cheo kikubwa bila hili jina, utang'ang'aniwa, utatupiwa uchawi, utaharibikiwa afya yako, utalogwa, utachukuliwa kuwa msukule kwa sababu huna maisha. Lakini unapoanza na Bwana Yesu unakuwa na maisha. Hata katika kitabu cha Ayubu ile sura 22:21 inasema, maneno ya Mungu yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokuijia. Kwa hiyo unapomjua Mungu wetu kupitia jina la Yesu Kristo Nazareti, maana tuna falme mbili duniani. Tuna ufalme wa Yesu Kristo, tuna ufalme wa Mungu aliye hai unaoongozwa na Yesu Kristo, na tuna ufalme wa shetani unaoongozwa na shetani mwenyewe na maajenti wake na wajumbe wake, ndo waganga wa kienyeji, ndo wachawi, ndo wakuu wa giza, hawa ndo mapepo ya kila aina, ndo mashetani ya kila aina. Hawa wote wana ufalme wao. Sasa asubuhi ya leo tunazungumza jina la Yesu ambalo limekuja kuharibu kazi zote za shetani na kutangazia habari njema iletayo wokovu ikiwa utaamini. Asubuhi ya leo embu nikukaribishe kanisani. Kanisa liko mtaa wa Nganza, Luchelele.